Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inakueleza kitu cha msingi kwenye ile Ayubu sura ya 38 mstari wa 12. Je, umeiamuru asubuhi? Unaiamuru kitu gani? Unaamuru asubuhi kile ambacho Mungu aliamuru asubuhi kwa ajili yako. Iamuru asubuhi, isikubaliane na waovu wanaoitafuta asubuhi. Isemesha asubuhi kwamba wanyofu watawamiliki asubuhi, ya kwamba Mungu amekupa asubuhi upate kuimiliki, ni ya kwako. Isemesha asubuhi, isikie. Asubuhi ni tumbo la uzazi. Iambia asubuhi kama tumbo la uzazi, ninakuamuru ya kwamba wakija waovu wakitaka wapate msaada wa kufikisha maovu yao kwangu, uwe tasa. Usizalishe walicho nacho, usipokee kikadhariwa. Semesha asubuhi kwamba ukiona huyu anayekuja ni adui kwangu, uwe tasa, usimkubalie. Rabashaka. Kwa sababu atakosa namna ya kuzalisha kile alichoanza, kwa sababu lazima ategemee tumbo la uzazi la asubuhi ili kuachilia hicho kitu. Kwa hiyo semeshe. Ya pili unahitaji kukumbuka hiyo. Semesha kama mtu mwenye amri. Wasemeshe wale watu. Biblia inasema waovu wameng'ang'ania wakungute. Wanapokuja kwa namna hiyo kiroho, hawaji peke yao, wanakuja na mapepo wakungute. Kwa hiyo wao unachukua Ayubu 38:13 kwamba ninawakunguta katika damu ya Yesu. Kila mtu aliyeng'ang'ania kwenye asubuhi yangu asiendelee kukaa hapo, asiendelee kuitumia yeye pamoja na mapepo yake, na mkunguta katika damu ya Yesu. Na unapozungumza, zungumza kama vile mtu mwenye amri, mwenye mamlaka. Shetani anaangalia mamlaka yaliyoko nyuma ya kitu unachosema. Kwa sema kama vile mwenye amri, na unajua maandiko yanasemaje. Kwa sababu ukishasema sawa sawa na andiko linasema nini, Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Usitengeneze tu maneno ya kwako, tengeneza maneno juu ya neno la Bwana. Yale ambayo Mungu amesema yaseme na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 8:10. Kitu ambacho unaweza kuwasemesha hao waovu kwa asubuhi unapopambana nao, kumbuka umstari. Biblia inasema hivi. Hayo ni Mungu anawasemesha wabaya wako. Anasema fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Semeni neno, lakini haitasimama, kwa maana Mungu yupo pamoja nasi. Kwa kama Mungu yuko pamoja na wewe, na hao waovu wanajitengeneza usiku, wanapangilizia kwa ajili ya kuwahi mapema asubuhi, kwa ajili ya ile mipango yao, ili tumbo liendelee kueneza hicho kitu siku nzima. Maana yako una mamlaka ya kutumia hiyo mstari kwamba fanyeni shauri kwa pamoja, kusudieni kwa pamoja, litabatilika. Kwa naambia nyinyi mnaokusudia mabaya juu yangu, natamka kama vile Mungu alivyotamka. Fanyeni shauri pamoja kwenda kinyume na mimi, litabatilika. Semeni neno na halitasimama. Sema kama vile una mamlaka ndani yako. Sema kama vile unawaona, na wao watakuwa wanashangaa, wanasema amejuaje? Biblia inaposema unatamka hayo maneno ukijua ya kwamba Bwana yu pamoja na wewe. Bwana akiwa pamoja na wewe, kuna upako amekupa na kuna mamlaka aliyokupa, ambayo katika ulimwengu wa roho wanayatambua, wewe huyatambui, ndio maana hutumii. Wewe huyatambui, ndio maana unazungumza tu kitu cha kawaida. Hapana, lazima usimame kwenye nafasi yako, kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Mungu alimwambia Yoshua, Yoshua 1:5, hapatakuwa na mtu atakayesimama mbele zako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakapokuwa pamoja na wewe. Hilo ni neno, kama una uhakika Mungu ameshakusemesha, ni la kwako. Kisikusumbua anayejipanga mbele yako, Mungu alishasema. Na wewe unapoamka asubuhi unaisemesha asubuhi yako, hapatakuwa mtu yeyote atakayesimama mbele yangu. Kama vile alivyokuwa pamoja na Musa, yuko pamoja na mimi. Ukishasemesha namna hiyo ndani yako, unajua kabisa Bwana ndiye aliyekutuma. Na unaposoma kwenye maandiko, Joshua aliambiwa, je, sio mimi niliyekuamuru? Usiogope kwa ajili ya hao, kwa sababu mimi nipo pamoja na wewe kila uendako.
Kama Mungu ameshakuahidi namna hiyo, isemeshe asubuhi yako na kumwambia asubuhi, achilia uweza wa Bwana wa siku, achilia upako wa Bwana wa siku, achilia nguvu za Bwana za siku hiyo kwa ajili yangu, ili ninapotembea watu wayeyuke. Wale wenye mpango wa kupinga nikiingia ofisini wayeyuke, ninaenda kwenye kikao nitangulie, wayeyuke. Unafika pale wamejipanga na notes nyingi sana za kukupiga vita, wanashangaa wanamaliza hawajasema hata kimoja. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amewafunga kinywa, Mungu amewasemesha. Wanakuuliza maswali magumu, wanaona unajibu yote, hawajui ya kwamba Mungu alisema usiogope wakikuchukua mahali, kwa sababu Roho wa hekima atakuwa pamoja na nyinyi kwa ajili ya kuwasaidia kujibu, na hakuna mtu atakayesimama nalo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unapoisemesha asubuhi yako, isemesha kwa namna ambavyo inajua kitu gani Mungu alisema juu ya siku yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Alafu semesha yale maneno waliosema kule asubuhi. Semesha maneno waliosema ili yatukie kwako, lakini ni maneno mabaya. Unaisemeshaje? Isaya 7:7, Bwana anasema hilo neno halitakuwa wala halitastawi wala halitatimia. Semesha asubuhi yako na kusema kila aliyesema neno baya alilolipanga usiku na kuliachilia asubuhi ili litimie katika maisha yangu, hili ndiyo neno la Bwana juu ya hilo neno, ya kwamba halitakuwa, ya kwamba halitasimama, halitastawi, halitaonekana. Rapo kariaba shaka. Kisikuogopeshe hicho unachosema, kwa sababu usemi neno lako, unasema neno la Bwana. Ukisema neno la Bwana, analiangalia neno lake apate kulitimiza. Hauko peke yako, walio upande wako ni wengi kuliko walioko upande wao. Rapa karaba shaka. Aliye ndani yako ni mkubwa na ana nguvu kuliko aliye nje. Nenda kwa staili ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya.